Yes, amjambo ndugu zangu, kwa majina naitwa Jonathan Junior. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na ninaishi hapa mjini Australia, hapa Victoria, Melbourne. Watu wengi walikuwa wanataka kunitambua kwa majina na wapi nimetokea. Mimi ni mzaliwa wa Kongo pale kijijini Runingu. Nimezaliwa kule lakini I wasn't raised over there. So nilitoka Kongo nikiwa na miaka kenda, nikaelekea Malawi. Pale Malawi nilipiga kama miaka sita hivi. So na mpaka hivi ningali tu, Mungu akasaidia nikakuja hapa Australia. Hapa Australia tunazidi tu kupambana. We keep pushing. So na leo ndugu zangu, niko tu nataka nikiwashauria tu kitu kimoja. Kama ya kweli wewe unampenda Mungu, jitie zaidi kuvya Mungu zaidi, kwa sababu ukikuwa kuombea Mungu tena kuombea kidunia, believe me you can't reach anywhere. Shetani ni mwevu sana. Shetani sometimes, niseme tu all the time, he doesn't wanna see us like praising God. Lakini Mungu ni Mungu tu, nilifo tumuabudu. So I'm very excited. As I was saying, I'm very excited to tell you my story. So nilikimbia kule, but I don't really know the full story, kwa sababu nilikuwa ningali mchanga sana, so sijui story. Kwa hivyo na leo natawaambia siri tu moja. My mom is still alive. Basically, my mom is still alive, and I thank God for that. I'm really thankful for that. Seme, my father ndio alitangulia mbele za haki kipindi ningali mchanga sana, sikupata hiyo nafasi ya kuwa naye. Ba shout out to all fathers. Bila kusahau nataka kuwajuza tu, nataongelea ipi ambayo nimetoa, ambayo inaitwa Peace of Mind. Natatoa shukrani za dhati. Thank you so much, kwa sababu mlizidi kunisupport, mlizidi kunionyesha huo upendo. Mpaka ipi katoka, mkazidi kushow love, mkaenda mkacomment, kushare to your friend. You guys really deserve something, and I feel like mungali nanidai, na Mungu ni mwema sana. Amenijalia kipaji cha kutunga wimbo na kurekodi. Every single day niko na shinda mu studio kuwaletea vitu vizuri. Na mwaka kesho tu ni waahidi tu, siwezi waambia siku au mwezi au date. Trust me, nakuja na albamu, kwa sababu mumenionyesha upendo usio na kifani. So I have to come up with something. And shout out to all directors, Director Tyson, and all producers from different states. So I really appreciate, bila nyinyi nisingekuwa hapa today. Nakumbuka 2020 kipindi nilikuwa ningali naimba tu vitu vya kidunia, worldly music. Kile tunawashauri ndugu zangu, like if you have a passion of doing something, do not hesitate to do it. Mungu anainua mtu kwa vitu tofauti. Ukiangalia, jambo la kwanza nitawaambia, mimi nilikuwa mwimba muziki ya kidunia, lakini kipindi tu nilikuwa niko kanisani nasikia mahubiri wanavyohubiri, ikanigusa na mimi nikaamua nifanye nini, nianze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nikaamua niachane na hivyo vyote ambavyo vilikuwa make any sense to me, because at that moment I was feeling I'm doing the right thing. Lakini ukiangalia tena, somehow moyo uko na sita, unaona. So itakuwa really good ndugu zangu.
kama uko na kipaji chochote cha kumtumikia Mwenyezi Mungu, just go ahead and do it, because kipaji, ukiwa na kipaji kitumikishe vizuri, na usisahau every single day kukuwa naomba, kwa sababu kipaji bila maombi ni kitu bure. So yeah, mimi ni Mfulero, nilizaliwa pale Runingu. As I said before, nilizaliwa Runingu, nikatoka Runingu niko na miaka 9 kuingia mkempu. Mkempu niliingia 2013, njo niliingia mkempu ya Malawi, nikasota pale kwanza kuchimba macho. Mie nilitokea familia duni, yani familia ya chini sana. Kama kuteswa, tumeteswa na makazi mbalimbali. Usione mtu ana shine, usimchukulie poa, maana ujui vitu ambavyo amepitia. So yeah, nimepitia mengi, msoto, changamoto nyingi, ba nikumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu tungali na push, you know. Mungu ni mwema sana. Nilikala pale kambini Malawi. Na mzazi Tengada alinipatia mzazi mzuri sana. Alikuwa anahangaika kwa sababu ya watoto tupate chakula. Hata na sisi pia tulikuwa naenda uzisha hizi machupa, maboro, tupate chochote, hata cha kile kinywaji vya kula, kuchimba mawese, kuzisha petroli, to do sort of things, you know, just to find something to eat. Life ilikuwa really tough, but yeah man, leo niko hapa naishi. Mungu alisaidia 2019 akanivusha ngambo, nikatoka Malawi akanileta hapa Mshwali. So you can literally see, man, God is really wonderful. Na hapa Mshwali nikakuya 2019, nikasoma kwanza Kiingereza, Mungu akasaidia, nikawa mwepesi wa kujifunza, nikakuwa na supportive family as well, because when I came to Australia I didn't know how to read basically, but I thank God nikatia all my focus on the study, and here I am. I couldn't speak English before. I went to English language center, like I found a piece over there. Like, my teacher was really wonderful. She knew what I wanted. Like, she was really understandable person. No matter if you knew how to speak English or you didn't know how to speak English, she was there to teach her student, you know. Nikamaliza pale, nikaenda high school. Njoo hivyo ndugu zangu, high school nayo nishamaliza. Watu wengi walikuwa wananiuliza kuhusu when did I start singing. Mimi nilianza kuimba ningali mdogo sana, kwa sababu nakumbuka babangu mzazi ambao ameshatangulia mbele za haki alikuwa pasteri wa Neo Apostolic. So alikuwa kila siku ya Mungu, every Sunday, alikuwa apendi tushinde kanisa. So na akatutia mwile spirit ya kuanza enda kumtumikia Mwenyezi Mungu through uimbaji. Familia nzima tukakuwa namwimbia Mungu mpaka kisi tunakomaa, tungana mtumikia Mwenyezi Mungu. So you can literally see, man, like if you grow in a family that love God, you will love God too. Ukizaliwa familia that they are gangster, you're gonna be a gangster as well. So it's better to stick with God, kwa sababu mwisho wa siku hakuna ijuaye kesho, ndugu zangu. So sasa nilikuwa nasema, after that Mungu akasaidia, nikafika hapa. Nilikuwa nafanya only TikTok, like just for fun. Nilikuwa TikTok. Mungu sasomani, nikawahi kurekodi clip moja hivi niko naimba. Kuna mtu tu akajitokeza tu akaniambia atanisaidia. So
Shout out to that guy, man. Cause I didn't make nianze fanya vya music and I didn't know if I had a talent. Kumbe niko na talent but before I didn't know. So akaniletea huyo mtu wa kwanza kunirekodi, nika feel like yeah, kutunga wimbo inaanza ingia but I gotta work on it. Nikaanza jifunza taratibu. Mungu ni mwema kabisa. Before ilikuwa na take weeks kutunga tu wimbo moja, lakini kwa sasa naweza hata ingia kwa studio bila kuandika, na naimba vizuri tu, na natunga wimbo kwa siku moja na urekodi kwa siku moja na watu wanaopenda. Naona ukikuwa ndani ya Yesu, vivyo tunavyofanya vitaonekana tuna utukufu. Hata kama kuna wengine wanabeza, hujui kuimba, hujui fanya nini, ba Mungu kama unajua unampenda Mungu. Na me, I'm not doing music because of me personally. It's not because I love music, but it's because I'm preaching the gospel of God. Hope you get it there. So hata wanibeze, wanisemeaje, usijui kuimba, as long as I'm working for God, I'm serving God, that's what I want. Like hata ikifika siku binadamu wanaulizana sana, oh, why? I don't really care. All I care is whenever I feel peace, I feel blessed, and I believe God is always there for me. So na mimi nikakuja humo Australia, nikaanza cheza kabumbu tena, soka. Ndio majaribu ilikuwa mengi. Soka ni vya shetani. Itaanza kwa vya shetani only if you believe in different spiritual, right? Lakini kama unajua unampenda Mungu kabisa, na unajua you can still play soccer. But nakwambia mazoezi ni muhimu sana, na soccer is a part of mazoezi. So it is a part of practice, training, get fit. Na ukiona ukikuwa na mazoezi sauti inatoka vizuri, so nikaingia msoka. Mungu akasaidia. Kipindi nilikuwa mgeni, nilipata supportive people ambao walikuwa na take care of Australia. That was in 2019. Yeah, in short, hiyo ndio story yangu. Na hivi tunatulia, napambana. Mungu ni Mungu tu, ndugu yangu. Na watu wengi wanazidi kuniambia kwa nini napendelea sana kuimba nyimbo za wamama tu, mama nini. First of all, mother are the second God in this world, bro. Like, vile wamama hatuna kitu, because they gave birth to us, and today we breathing because of them and God as well. I just love naimba gospel, naimba inspirational music as well. As you can see, I don't really choose what to sing. It depends what comes to my mind. If I go to the street and I hear like people complaining, yeah, like the idea of I found a song when I was in the street, people were like, we haven't heard you sing about fathers. What is wrong? What is wrong? Why you haven't composed a song about fathers? And I was like, thank you so much for reminding me that. I'll think about it, because if you tell me, I never thought of composing a song about father, because I never felt that kind of love, because yeah, you do feel that kind of love if you live with your both parents, but yeah, man, I live with only one parent, which is my mom. I know the love of mothers, but when it comes to fathers, I don't really know that. But I sat down in the community. I started talking to different people, like especially my friends, telling them, hey,
tell me the idea about fathers, how do they treat the kids, blah. And then they gave me some idea, and the few ideas that I knew, I put in the song. I was like, oh, this is really good, yeah. So Mungu akasaidia, nikatunga ya wimbo na ambayo I can sing it for you a little bit. So kwa mwanzo ilikuwa ile, tuko mjini tunachoma kwa dua, haso zetu tunaziombea dua. Baba ulikuwa nami kwenye msoto, ni mengi tumepitia, shida changamoto, niko rasi na saka dawa. Hello baba, ni mimi mwanao, napiga simu nikujulie hali, natarajia upo salama. Mjini huku mimi napambana, habari ya mama na ndugu zangu wapo nyumbani. Baba ulinifunza kutembea, ukanivisha mavazi, ukapiga kazi ngumu ili mwanao nisome, mwanao nisome. Ulinihusia nichape kazi kwa bidii, masaa ya gani nistumanie cha mtu. Baba ninakupenda baba, na kuheshimu baba, wewe ni nguzo baba, Mungu akulinde baba. Something like that. Nilikia na hizo idea, Mungu akabless watu akapenda wimbo. Ilikuwa hiyo wimbo iko mu EP ya Peace of Mind, iko mu video ya Peace of Mind, so you can literally see how grateful I am. Just give me a sec, I will be back. I'm going to bring a speaker so we can enjoy the vibe, you feel me? Just give me a sec, bear with me. So because we need to dance a bit, you know. I'm coming. So guys, I'm back. I just got my speaker, and today I just wanna let me go to YouTube. Let me go to YouTube to play some. I wanna show you. Here's my channel. Whoever wanna go stream it, just type Jonathan J, and then it's first of all I wanna start with Nirimufuriru. Nirimufuriru songs means I am Mufuriru. I'm proud to be a Mufuriru, and today I'm gonna play a song. Let's enjoy a live performance, you know. Let's start. Yeah. Ubala madui. I'm gonna take on this one. Nirimufuriru. Nikifuriru kiririkiza, nikidirize mana kifuriru, wakajambi nitoye kaya,
Inji mole bangene, oh, mole bangene manga, mole bangene, mole bangene manga, oh. Maneno neno mengi siyo maelewano, misore kifuriru, tuimange na bafuriru, turambe kifuriru, oh. So guys, the next song that I'm gonna play, naenda kuplay wimbo wa mama. Nikitoka wa mama naingia wa baba, right? Tunaenda kwa wimbo wa mama. Au tuanze wa baba, tuanze wa baba kwa sababu tuheshimu wa baba. Tunaanza wa baba. Tuko mjini tunachoma kwa hatua, haso zetu tunaziombea dua. Baba, ulikuwa nami kwenye msoto, ni mengi tumepitia, shida changamoto, niko resi na sakadole. Hello baba, ni mimi mwanao, napiga simu nikujulie hali, natarajia uko salama, mjini huku mimi napambana, habari ya mama na ndugu zangu hapo nyumbani. Baba, ulinifunza kutembea, ukanivisha mavazi, ukapiga kazi ngumu, wanao nisome. Ulinihusia nichape kazi kwa bidii, masaa ya gani nizumanie jamu tu. Baba, ninakupenda baba, na kuheshimu baba, wewe ni nguzo baba, Mungu akulinde baba. Oh, tuko mjini tunachoma kwa hatua, haso zetu tunaziombea dua. Baba ananipa nguvu, ananiinua katika changamoto, yeye ni mwanga wangu. Pia baba, macho yangu yana ndoto, bado napitia changamoto. Huku mjini nachapa kazi kwa bidii, nikifanikiwa nitakutunza na kwa bidii. Maombi yako inanifanya na haso. Pia baba, ninakupenda baba. Tuko mjini tunachoma kwa dua, tunaziombea dua. Ananipa nguvu, ananiinua katika changamoto, yeye ni mwanga wangu. So, guys, just I want to say something. So before we listen to Mama music, I just want to announce this. Next, I'm pretty sure next month I'll be releasing music video for Mama. So stay tuned, guys.
So let me find Mama Music V, Mama Music here. Uncle Jay on this one. Sounds like good. Yeah. Usiku saa sita Februari 10 mwaka naficha, dunia nzima ilifarijika, ndo nilikuwa nazaliwa mimi. Sauti kaskika ya mama yangu akihangaika, na hatimaye akafanikisha kunitambulisha ulimwenguni. Kwa kifupi hivyo ndo ilivyokuwa, hadi leo kidume limekuwa. Mama yangu maua yako chukua, nikupeni utotoni nilivyokusumbua, najilea mama wendo unafua, bila wewe dunia singelijua. Akoje I wanna say louder, oh I love you ma, oh I love you ma, oh I love you, I will never deny your love, oh I love you ma, oh I love you ma, oh I love you, I will never deny your love. Wewe ni baraka kutoka juu, uliniongoza katika furaha na hofu mami, upendo wako si wa kifani, ninakupenda mami, na kuheshimu mami, ninakupenda mami. Nyumba kifahari nitakupa, majengo na magari nitakupa, thamani yako ni dhahabu, ulinilea kunidai ushuru, ulilala njaa ili mimi nile, ukapigwa mawe ili mimi pone, thamani yako ni dhahabu, ulinilea kunidai ushuru. I was washed white and by the side of life for pain, but mama you were there for me, you really sacrificed everything for me, dear mama. Ulilala njaa ili mimi nile, ukapigwa mawe ili mimi pone, thamani yako ni dhahabu, ulinilea kunidai ushuru, ulilala njaa ili mimi nile, ukapigwa mawe ili mimi pone, thamani yako ni dhahabu, ulinilea kunidai ushuru, ukunidai ushuru, ukunidai ushuru, ukunidai ushuru mami. I wanna you sing, I love you ma, I love you, I love you ma, I love you, I love you ma, I love you, I'll never deny your love. I love you ma, I love you, I love you, I love you, I love you ma, I love you, I'll never deny your love. So guys, that's how it is. Hiyo ni wimbo ya mama. Wimbo ya wa mama. I don't know what is wrong, bro. Let me do this. I can't believe this, bro. So that's how it is. That's how it is. So guys, kama mna swali yoyote, do not hesitate
Do not hesitate. Do not hesitate. So basically ndio kitu biko. Kila mtu huwa ana maisha magumu. So never judge anyone. Maisha kuna kupanda na kushuka, na kuambia na kuteleza, sio kuanguka. Today you can mess up, tomorrow just go to God. Or go and repent your sins and you will be fine. Maisha ni hatua. Ukikosea jitahidi uende kutanane na watumishi wa Mungu. So let me play another song for you guys. Let me play another song. Play up. I love this song, but I don't know why. So let me play this one. Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni ili kusali. Ilikuwa saa 9 kwenye hilo hekalu, alikuwa na kiwete mmoja toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu ambao walimuweka kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao Mzuie, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu hilo. Kiwete huyo aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliwaomba apewe sadaka. Petro na Yohana walimkazia macho kiwete huyo. Kwa fikira yake alitarajia kupata chochote kitu kutoka kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Acha sifa na shukrani zimurudilie Mungu. Sifaye, 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 sifa zimurudilie Bwana. Sifaye, 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 sifa zimurudilie Bwana. Sifaye, sifa, 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 sifaye, sifa, 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 sifaye. Oh, Yahweh. Oh. Twende sasa. Sifaye, 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 sifa zimurudilie Bwana. Sifaye, 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 sifa, 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 sifaye, sifa, 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 sifaye. Kiwete huyo aliruka na kucheza ndani ya hekalu, watu walimshangaa kumwona akirukaruka na kufurahi ndani ya hekalu. Kiwete huyo, ndivyo ilivyo kwako ndugu. Mungu akikupa kilema lazima atamupa na mwendo. Mungu akikupa kipofu lazima atamupa hisia. Mungu akikupa bubu lazima
So wale wote ambao mnaniuliza kama swali, je, kwa nini nachangaka gospel na inspirational music? Mimi nadhani ni kwa sababu gospel naongelea mambo ya Mungu na inspirational music naongelea vitu ambavyo sisi wanadamu tunapitia. Na kivyangu sijaona kosa lolote hapo kabisa, na ndio maana naendelea kufanya hivyo. Gospel inaponya watu, nyimbo za injili zinaponya watu, hata na hii inspirational music pia inaponya watu, tena inagusa watu moyo. Ni inspirational music, you can talk about somebody lives, you know. Ndio namuokoa huyo mtu bila wewe kujua. So na wamingi ukiangalia majority wanapendaka hizo wimbo, wananiambia ka Jonathan, hii wimbo ambao niimba ni kama uliniimbia mimi, na mimi nafurahi sana kusikia hivyo, kwa sababu when I composed that song, na hata ukipata mtu mmoja apende wimbo wako, ni kushukuru Mungu sana, kwa sababu si kila mtu anafurahia unachokifanya. But if you believe and trust in God, believe me, Mungu atakuletea watu wale ambao ulikuwa utarajii. Mungu atakuletea watu ambao ulikuwa hautarajii. So enjoy hivyo guys, and kitu ambacho tunaendelea kuwaomba, ningali natafuta, siwezi kuambia vitu vijao, but Mama music video inakuja hapa karibuni next month. No, this month we are getting here, but the next month I'm pretty sure we are in September. So nawakaribisha nyote kusikiliza wimbo wa mama ambao niliimbia wa mama. As I said, mzazi wa kwanza hapa duniani ni Mungu wa kwanza hapa duniani ni mzazi. So tuwaheshimu sana wazazi wetu na tuzidi kuwaombea maisha marefu. Don't disrespect your parents, kwa sababu ukiangalia maisha ya watoto wa Ulaya ambao wanaishi Ulaya hawana tena heshima kwa wazazi, kurudi nyumbani anytime they feel like. But trust me, God knows why He gave you your parents. We have to obey. Kuna